Hello, mambo vipi, mabibi na mabwana. Karibu kwenye kipindi chetu cha jibu la ChatGPT kutoka hapa Sampromo Media, kinacholenga zaidi kujibu maswali yote yenye utata kwa kutumia akili bandia, yani AI. Bila kupoteza muda, swali letu la leo namuuliza ChatGPT kuhusiana na mijadala ya kisiasa inayoendelea nchini Tanzania, hasa la kumuunga mkono rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kutokana na juhudi na mafanikio makubwa aliyoyapata katika utendaji wake kwenye awamu ya 6. Wapo wanaopinga kuhusiana hili. Je, ChatGPT analipi la kusema kuhusiana na hili? Hello ChatGPT, nataka kujua, kumekuwa na mijadala mingi ya kisiasa kwenye nchi yetu ya Tanzania, ikiwemo hili la kumuunga mkono rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kutokana na mafanikio makubwa ya utendaji kazi wake katika uongozi wake wa awamu ya 6. Japo kuna watu wachache wanapinga juhudi hizi. Sasa nataka kujua, nini mtazamo wako kuhusiana na hili? Na unafikiri ni kundi gani lipo sahihi na ni kwa sababu gani? Katika kujibu kwako usitumie lugha chafu. Upo live kwenye kipindi cha Sampromo Media. Naam, karibu sana. Hii ni swali zito na la kimaadili likihusu mtazamo na fikra za watu kuhusu uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Kila mtu ana haki ya kuwa na maoni yake na ni kawaida kwa jamii kuonekana na mitazamo tofauti kuhusu uongozi wa kiongozi, hasa kiongozi mkubwa kama rais. Moja, kundi linalomsapoti Rais Samia. Wale wanaomsapoti Rais Samia Suluhu Hassan mara nyingi wanampongeza kwa mabadiliko na juhudi alizozifanya katika kipindi cha uongozi wake. Wengi wao wanaona kuwa amefanya kazi nzuri katika nyanja mbalimbali kama vile utawala bora na uwazi. Rais Samia ameongeza uwazi katika utawala na ameongeza ushirikiano na taasisi za kimataifa. Uendelezaji wa miradi ya maendeleo. Rais Samia amewekeza katika miradi mingi ya miundombinu kama vile barabara, reli na umeme ambayo ni ya manufaa kwa uchumi wa nchi. Kutoa hamasa kwenye sekta michezo na burudani kwa kutoa motisha mbalimbali. Uhusiano wa kimataifa. Samia amefanya juhudi kubwa kuboresha uhusiano wa Tanzania na nchi nyingine na kutafuta fursa za biashara kimataifa. Uboreshaji wa huduma za jamii. Kuna miradi mingi ya miundombinu, huduma za jamii kama elimu na afya. Mapambano dhidi ya rushwa. Watu wanaona kuwa juhudi za kupambana na rushwa zikiendelea, hasa kwa saini mpya ya sheria. Uhuru wa vyombo vya habari na haki za binadamu, hasa kwenye marekebisho mapya ya sheria. Kwa hivyo, kundi hili linaamini kuwa Rais Samia amekuwa na ufanisi katika kuchochea maendeleo na kuleta mabadiliko chanya kwenye nchi ya Tanzania. Kundi linalompinga Rais Samia. Kwa upande mwingine, kuna kundi linalohisi kwamba Rais Samia hajaweza kutoa mabadiliko makubwa kama walivyotarajia. Watu hawa wanaweza kuwa na wasiwasi kuhusu baadhi ya mambo ambayo bado hayajafanyiwa kazi. Kama mfano wa teknolojia ya ChatGPT, sina mtazamo binafsi wala upendeleo, lakini naweza kusema kuwa ni kawaida kwa watu kuwa na maoni tofauti kuhusu uongozi. Uongozi wa Rais Samia, kama ilivyo kwa marais wengine, unakutana na changamoto na faida, na ni muhimu kwamba wananchi wa Tanzania wawe na uhuru wa kutoa maoni yao kwa njia ya kujenga na kuepuka matusi na uchochezi wa ulaghai. Mimi naunga mkono majadiliano ya wazi na kujifunza kutoka kwa kila kundi ili tuweze kuelewa mabadiliko yanayohitajika kwa mustakabali wa nchi yetu. Bila shaka, kila kiongozi atakutana na mapingamizi na sifa kutokana na mabadiliko atakayofanya, lakini ni muhimu kuzingatia mjadala wa kistaarabu ili tuweze kujenga jamii yenye umoja na maendeleo pamoja na kulinda amani ya nchi, hasa kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 2025. Kwa kuhitimisha, ni muhimu kutafuta usawa katika maoni yetu na kujua kuwa mabadiliko huchukua muda. Kila kiongozi anafanya kadri ya uwezo wake na mazingira anayokutana nayo. Hivyo, kila kundi lina haki ya kuwa na mtazamo wake, lakini inahitajika kuzingatia maendeleo ya nchi na maslahi ya wananchi. Na hilo ndiyo jibu la ChatGPT kutokana na tulichomuuliza. Na ikumbukwe kwamba mazungumzo yote uliyoyasikia ni mtazamo wa akili bandia. Nini maoni yako kuhusiana na hili?
Kipi kimekukosha kuhusiana na hiki? Tuandikie hapo chini kwenye comment section. Lakini pia kama una swali na unahisi lina utata, unatamani tuliulize, tuandikie hapo chini kwenye comment section, nasi bila shaka tutaliuliza na litapata majibu. Naam, ulikuwa na mimi Samuel Fadhili, mhamasishaji wa matumizi chanya ya teknolojia. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na YouTube kwa jina la Sampromo Media kupata habari nyingi zaidi. Naam, bye bye, see you next time.